Sijui. Una degree, una master's degree. Kazi nilionayo na ninaomba Mungu anisaidie, na sio kazi nyepesi, ni kubadilisha mindset. Ni kubadilisha mindset za kizazi hiki cha Kiafrika, kuambia namna ambavyo dunia ipo kwa sasa, namna ambavyo hakuna ajira. Nchi hii inakaribia watu milioni 60. Inakaribia watu milioni 60. Serikali imeweza kuajiri watu 600,000 tu. Hao wengine wanaenda wapi? Na mtoto wako anaenda wapi? Unamsomesha mashule makubwa ya mamilioni ya shilingi. Therefore, what the next? Umewahi kufikiri kitu kama hicho? Umewahi kujiuliza ni kitu gani ambacho unakifanya? Umewahi kufikiri namna gani utamfanya awe mjasiriamali? Umewahi kufikiri namna ya kumfanya aweze kufikiri? Umewahi kufikiri ya kwamba ni namna gani utatransfer angalau kitu ulichonacho, au kutumia nafasi ulionayo ya kucreate family project? Ukiwa kazini unaweza usielewe haya, lakini saa utakapostaafu utaelewa sana ya kwamba kazini ni mahali ambako unaendaga kushinda mchana, unarudi nyumbani jioni wakati wa usiku, na wakati mwingine unaweza usipaone nyumbani kwako na ukaona ni maisha ya kawaida. Unarudishwa na dereva, unapewa nyumba inakuja kupigwa rangi na kampuni, service ya umeme inafanyika, pengine hata nyumbani kwenu huna, unakaa kwenye nyumba ya shirika. Uwe na hakika ya kwamba after that, baada ya kutumikia hilo shirika, litakurudisha nyumbani. Na utaenda nyumbani. Na ukifika nyumbani, kile ulichokipanda nyumbani ndito utakachokivuna. Baada ya kampuni na shirika kupukutisha vitu vyote ulivyonavyo, vikishapukutika, yani ukishakuwa sasa ndio unaanza kuwa unasahau mapassword na ma stress yote, ukishavurugwa hapo, una pressure, una sukari, mafigo yanaanza kufeli. Hiyo miaka 60 65 back home. Ukirudi nyumbani, ndio maana mtu akipewa barua ya kustaafu, akifika nyumbani hakai. Walio wengi wanakufa, ni wachache wameweza kusurvive. Na ukifa, watoto wako hautawaachia vyeti vyako. Huwezi kutuachia vyeti hata siku moja, wala CV yako. Itatuchelewesha kwenye msiba tu, kumaliza msiba, lakini haitasaidia chochote. Lakini kile utakachoweza kuwa umeachia familia yako, wala si ajira yako, wala sio jina la kampuni ulikuwa unafanyia kazi, ni family project. Mabilionea wote walioko katika chati za dunia wametokana na family project, most of them. Kama si capital walijoin, kama hawakujoin waliwezeshwa na familia, kama hawakuwezeshwa at least walipata idea au mawazo from the family. The richest person, tajiri mkubwa Afrika, ni ndugu yetu Aliko Dangote. Na Aliko Dangote ni Nigeria. Ana utajiri mkubwa wa US dollar bilioni 14, na ni Mwafrika. Lakini pia ndio the first black people, ni miongoni mwa mtu mweusi wa kwanza. Una inclusive, unachanganya pamoja na black American, hao wa Amerika weusi na watu wote duniani weusi. Yeye ni the richest person, ndio tajiri wa kwanza weusi. Mtaji wake alianza nao mwaka wa 77 akiwa na umri wa miaka 21, na alikopa dola 3,000. Dola 3,000 ni sawa na milioni 7 za Kitanzania kwa mjomba wake. Na yeye alitoka kwenye very richest family. Background yake ni kutoka kwenye familia ya kitajiri, na akamkopa mjomba wake dola 3,000, akaanza kuinvest kwenye masuala ya kilimo na pembejeo, na kutoka hapo akaendelea mpaka sasa ana miaka 63, na ndio mtu mweusi wa kwanza bilionea duniani. Tanzania ameinvest cement za Dangote, ile ni Iringa, Mbeya. Naam? Kumbe mnaelewa. Mtwara. Sasa nachotaka kuzungumza hapa ni kitu gani? Ni namna ambavyo aliwezeshwa from the family.
na anayemfuata kwa Afrika ana utajiri wa dola bilioni 8, almost half. Ye 14 bilioni US dollar, alafu anayefuata ana dola bilioni 8. Yani ni kuachana mbali. Ushajoga mwanafunzi wa kwanza darasani, alafu anayefuata unakuta wa kwanza ana 92, anayemfuata ana 40. Naye anaitwa wa pili. Akifika kwao anamwambia mama yake, mimi ni wa pili darasani. Tanzania katika nchi za Afrika sisi ni wa 13. Tunazo nchi nyingi hapo katikati zimepita kwa utajiri, kwa watu kwa wealth ya mabilionea wa Afrika sisi ni wa 3. Lakini pia katika Afrika Mashariki nchi yenye bilionea ni Tanzania peke yake. Kongo hakuna, Kenya hakuna, Uganda hakuna, na hizo nchi nyingine, na Kongo pia hakuna. Tanzania katika nchi za Kiafrika ndo tuna bilionea anaitwa Mohamed Dewji, na yeye utajiri wake ni wa bilioni 1.6 US dollar, 1.6 billion US dollar. Na ukilinganisha na bilioni 14 za Dangote, nacho pia tumsifu Yesu Kristo. Lakini angalau tujipigie makofi jamani, tupo katika nchi 3 katika nchi za Afrika, na sisi tupo, mwenzetu anatuwakilisha vizuri. Hiyo ni takwimu ndogo ambayo tulipitia asubuhi na tuliperuzi, na iliandaliwa na wachumi wasomi wako hapa. Na hapa nataka kuangalia kidogo juu ya laana ya Afrika ambayo ni ya kwanza. Kila mara katika nyumba ya Afrika tunaanza. Hiyo ndio shida ambayo ninaiona wakati mwingine. Nimekuambia kabisa ya kwamba dunia, na wala hakuna serikali yenye majibu ya uchumi duniani na kutengeneza ajira. Na wakati huu ambao dunia imepoteza kwa kiwango kikubwa sana ajira kwa sababu ya COVID-19, takwimu zinaonyesha ni zaidi ya milioni 200, na itatumia zaidi ya miaka 200 dunia kutengeneza ajira nyingine ambazo dunia irudi mahali pake. Lakini kinachoweza kuleta majibu ya ajira ni family project, ni miradi ya kifamilia. Sasa tatizo la Afrika, nimefundisha tena hapa mara nyingi ya kwamba ngozi nyeusi ina tabia ya kuanza kila mara. Baba akianza akifa, visima vimefukiwa. Mama akianza hata hajafa tu, akichoka, akizeeka, akiugua, akiparalyze, akipata ajali, akipata chronic ill, yani akipata ugonjwa ambao hatapona au ugonjwa wa muda mrefu, akaanza kuhudhuria kwenye mionzi ya kansa, miradi yote ya familia inaanza kufa. Kitu cha kwanza ambacho ningependa uelewe sawa sawa jioni ya leo, hata kabla sijaanza kufundisha, bila shaka umesikia sentensi watu wakisema baada tu ya kifo kwenye familia fulani, au baada ya ugonjwa, lakini sana kifo, unasikia watu wakisema marehemu ameondoka na vitu vyake. Yani marehemu ameondoka na vitu vyake, ameondoka na biashara, walikuwa na project ya magari, marehemu alipokufa ameondoka na vitu vyake, alikuwa anafanya sijui construction, makampuni makubwa ya ujenzi, marehemu amekufa na vitu vyake. Watu wengi wanaweza wakaelewa kile ambacho ninazungumza. Sasa the question is, mtoto wako wa kike au wa kiume anajua chochote cha kwako? Anajua chochote cha kwako? Sasa hapa tuna makundi mawili. Kwanza tuna kundi la wazazi, wanaume kwa wanawake, ambao ni wachungu, ni wachoyo. Na wanaume wengine wana roho ya paka. Ngoja nisogee zaidi. Wana roho ya paka. Roho ya paka unajua ikoje? Jamii yote ya paka, kuanzia simba, chui, chita mpaka pusi, nyau nyumbani kwenu. Hayo madume yanapenda wake zao na watakuwa na muda wa kuspendi na mahaba. Lakini mama akizaa watoto, roho ya paka anatafutaga watoto awaue. Na hekima ya mama paka,
ni kuficha watoto. Jamii yote ya paka, mama ataficha watoto mpaka wawe wakubwa. Lakini pia kukiwa kuna dume humo ndani, ni vita kati ya hilo dume la paka na baba wa paka humo ndani. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume ambao wana roho ya paka, wamezaa lakini hawataki watoto. Hawataki watoto. Akiingia ndani anapambana na mtoto na kulaani. Wengine wanalaani, wengine wana mapambano, wengine ndio kama hivyo. Hivyo vitu ni vya kwangu, hayo mashamba ni ya kwangu, hayo magari usio kaangalia, mimi nakupeleka shule bwana, ukimaliza utajua, ukasome vibao huko mjini, ukatafute vya kwako. Hivyo vitu ni vya kwangu. Roho ya paka ikutoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa tuna watu wa namna hiyo. Kundi la kwanza ni wazazi wachoyo, wasiotaka hata siku moja watoto wao waelewe kitu. Una akaunti nyingi, nobody knows. Una mashamba, nobody knows. Una nyumba, kuna wengine mpaka wana nyumba wamepanga, mpaka kuna wapangaji, nobody knows. Ngoja itokee shida, wangukiwe au pigwe na kitu kizito kichwani, ufute kumbukumbu. Kufa mbali, kufa mpaka ufe, si mpaka ufe. Upite tu karibu na constructions hizo, alafu upigwe na kitu kizito kichwani, pa! Alafu kumbukumbu zote zipotee. Unapoteza nyumba, unapoteza akaunti zote, uelewi chochote. Unajua kuna hata watu wengine ambao yani hata mengine tuachane naye tu, password yako tu ya M-Pesa asubutu. Utapata ajali, alafu zinahitajika hela, siko kwenye simu. Si mume, si mke anayejua. You will never withdraw anything. Hata kama una emergency case, nobody will help you in the family. Hebu niangalieni. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Anyway, huo ni uhuru wako. Sasa sijazungumza password za CRDB, za ATM, sijazungumza chochote hapo. Yaani hizo tu za simu ya mkononi uliokuwa nayo hapo. Oh my God. Case study ya family project nzuri ni Wahindi. Tunasoma nao darasani, darasa la kwanza, chekechea mpaka chuo kikuu. Baada ya hapo wanaenda kwenye family project wao. Hiyo imefaulu kwao kwa kiwango cha hali ya juu. Alafu wewe ukiondoka, mara nyingine uende ukaapply jeshi, uende polisi, ndiko nakukimbilia. Kwani wewe tangu umezaliwa hapa Tanzania umeshaona Muhindi polisi mahali popote? Umeshakutana na Muhindi polisi afande? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Au ulishaenda TRA kukuta kuna ofisa wa TRA Muhindi? Wao wanafanya biashara sana, lakini huwezi kukuta Wahindi eti ni wa Tanzania. Lakini huwezi kukuta huko TRA wanafanya huko, wanaokota kodi, wao wanalipa kodi. Alafu wanakuajiria mtoto wako wa madigrii yote. Ukumuita tu, wewe Juma. Sasa ufanye nini? Lakini they know about the family project. Hata huyu ndio nilizungumza kwamba huyu ndugu yetu Mo amejoin kwenye family project. Ameingia kwenye miradi ya familia, ndio akawa a very youngest person au kijana wa kwanza bilionea Afrika. Lakini amejoin kwenye family project. Na family project zao zipo ni za wazi, mnaziona mpaka za ukwaju. Wewe unatafuta kubwa. Wao wanapaki ukwaju. Wewe tafuta za kwako unazotaka sasa kuuza dhahabu. Nenda Kongo. Watu wanauza ukwaju, ice cream, lamba. Tui la nazi. Ndio biashara anazouza. Au nyie mnaona nini? Eti. Nyie mnaona nini? Huyo ni bilionea.
Ndio family project hizo, lamba, ukwaju, sijui nini nyingine, tuila nazi, maharage nazi. Na nini tena? Naam? Chapati, mandazi, juisi. Ndio wanauza, unga. Ndio wanavyouza vitu, wanapaki, wanauza. Wewe unataka kuuza nini? Tanzanite. Unataka kuuza nini? Simple. Hata chapati, hata mandazi ukiamua kwa strategic, hata mandazi. Unajua umaskini ni kuamua. Lakini problem, hata nikikwambia family project hapa, kuna ngoma ziko hapa zimeshaangalia, ukipata kama ekari 500 mahali, wewe una uchizi. Hata ukipata eneo kama la kaburi, ukishasimama hapo. Simple. Maana nikizungumzia family project, kuna watu mnaenda sijui wapi, yani mko huko. Lakini nataka niwaambie a very smallest end ambayo inaweza ikakusaidia, ndogo kabisa, inaweza ikafanya kazi, inaweka. Sasa wewe fikiri sasa, kama mwenzangu wewe kazi yako ni kujipara, saluni, wigi, kiatu, kujitiatia, masikini mkubwa, huna chochote, unatutishatisha hapa, unakazana, unajiweka kwenye mastatus. Kama bilionea anauza ukwaju, wewe uuze nini mwenzangu? Uza hatawa. Wewe si uende hata kijijini ukasokote, ukatafute vichuguu kule kwenu, kuna udongo mzuri tu hapo Dodoma, hapo sijui wapi, udongo gani mzuri huko kwenu mnaujua kabisa, udongo mzuri unanukia, leta hapa wajawazito wale. Wateja wako unasema nini? Kachukua udongo, unasema hakuna biashara. Nauli ya kwenda kwenu tu, vichuguu vipo. Nenda, jembe uhitaji, kaazime. Nenda kabisa kaazime kwa nyumbani kwenu, mwambie mama naomba jembe. Nini kichuguu? Umekuja kuchukua nini na shughuli ya biashara? Chimbua, tengeneza maudongo, weka kwenye gunia, beba, leta, peleka Kariakoo. Hela hizo. Wateja wako wajawazito. Maana nikiwagizia ukwaju na unasema nani atakwenda kutafutia ukwaju? Nenda kachukua udongo wa kichuguu, uza. Family project. Hebu punga mkono wako kama unanielewa sawa sawa. Maana kama bilionea Afrika anauza ukwaju, chapati, mandazi, tuila nazi, juisi za kufunga, za kupaki, viunga vidogo. Sasa wewe uze nini? Wewe ufanyeje? Alafu unasema sina cha kufanya. Jiangalie. Usijaribu kufikiria mambo makubwa. Yes, you can think big, but you have to start small. Unapaswa kufikiri kwa upana, lakini anza basi kidogo. Ukiangalia mtaji wa Dangote kwa mfano, shilingi dola 3,000 alizoazima kutoka kwa mjomba wake, na ni sawasawa na shilingi milioni 7. Ni ada ya miaka 2 ya mtoto wako wa sekondari, 2 years. Tena shule hizo zinazolipa bei rahisi ya shilingi milioni 3.5. Ni ada ya mwanangu wa chekechea ya miaka 2, nursery school. Kijana wa chuo kikuu aliye na akili katika ukoo wenu, hakosekani mtu akukopesha shilingi milioni 7. Haiwezekani, hakosekani. Hata mama yako na baba yako ambao wamekusomesha, ukija na good idea, huwezi kukosa mtaji wa milioni 7. Huwezi kukosa. Wapendwa, Isaka alionyeshwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa nasema ni namna gani unafanyia mtoto wako mentorship. Mama mmoja leo amenichekesha, nimecheka mbavu sina. Ni mama mtu mzima. Ananiambia, mchungaji,
Mara nyingi makabila mengi ya Kiafrika hawaonyeshi watoto vitu. Hawaonyeshi kabisa. Hawawapi skill wakiwa na umri mdogo mpaka wawe wakubwa wazoee kile kitu ambacho kinafanyika kwenye familia. Lakini sasa wakiwa wanaweweseka, Israeli amewakaba. Yani wakati roho inatoka hapo Muhimbili, ICU, sijui wapi, njoo nitie fulani nitie fulani anaitwa mtoto wake wa kwanza. Sasa Msumeno anakuja, akifika hapo kuna kiwanja kiko hapo Masake, mwende mkakiangalie, kuna ng'ombe nimempa fulani hebu nipeni maji ya kunywa. Sasa wewe unapokabidhi watoto wakati unaweweseka, unawaagizia wakafanye nini? Si wakauze? Yani wakati unaweweseka ndio na leta na kitabu cha benki hujawahi hata kuwaonyesha how things work. Hujawahi kuonyesha namna gani vitu vinafanyika. Kerejo urosa yororo vangu wenda kualu mle enjonganya enjende nanganya tupeleke wapi? Saa roho inakutoka ndio unakuja kutusumbua saa hizo hebu nitie fulani. Watu walio wengi wanatoa mirathi, wanaeleza mambo yao wakiwa kwenye koma. Ameshaangalia, anaona hii ngoma tena hapa haiende. Anasikia roho imetoka inadundia hapa, mara anasikia inadundia kwenye mguu. Akikaa anasikia inapigia kwenye nywele. Roho inahama hivyo. Ndio inaondoka. Akishafikia hapo, ndio Mwafrika anaanza kutoa urithi. Na ndio anaanza kuzungumza sasa, njoo nitie na fulani nikueleze. Nilifikiri nitakaa kidogo. Naondoka. Kwa hali hii Waafrika wengi ndio wanatolea hapo mirathi yao. Hawasemi chochote. Ni mkorofi vibaya. Hata unampeleka hospitali, angalia hicho kitu changu hapa, angalia vitu vyangu vizuri, hebu hapo unampeleka mahututi. Lakini akifika pale kwenye kona sasa, njia panda ya kuondoka, ndio utasikia sasa anakohoa, maneno hayasikiki. Ndio anaanza kuelezea na hiki hapa na hiki hapa na hiki hapa. Sasa kama mtoto wako hajui thamani ya hivyo vitu, hajui hata namna gani, unamkabidhi ng'ombe ambaye hujawahi hata kumwambia ng'ombe, ukamwonyesha ng'ombe huyu daktari wake ni huyu, huwa anapandishwa kwa mirija, huyu ng'ombe anakamuliwa lita kadhaa, huyu ng'ombe anapewaga magadi haya na dawa hii na majani haya. Yani angalau aelewe hata aina ya magadi ambaye ng'ombe anatumia. Lakini haelewi chochote. Unaanza kumwagizia sasa, huyo ng'ombe nimeacha, una project ya ng'ombe wa Tengeru nimekuachia. Anasubiri baada ya mazishi bei. Nyumba baada ya mazishi bei. Hajui thamani yake. Kwa nini? Vitu hivyo vinatolewaga ubavuni. Yani ni mlango wa mochwari. Mirathi ya Afrika inatolewa. Sasa twende taratibu ili uweze kunielewa sawa sawa. Lakini Wahindi na Waarabu, nataka nikwambie, hata wazungu wanafanya mentorship, wote wanafanya mentorship program kwa watoto wao. Nilishafundisha hapa nikakwambia, wakati wa likizo ukienda kwenye maduka ya Wahindi utakuta vile vitoto vyote viko dukani, vinafundishwa ubani wa saa 6 unachomwaje, ubani wa asubuhi unachomwaje, na waambieni ukweli, na ubani wa jioni wakati wa kufunga duka unafungaje, unachomaje. Na viko pale, vinajua kurudisha change, vinajua kubageni, vinaweza vikakushawishi ukanunua kuliko hata babake na mamake. Na wanaenda anchokoni lazima wanafanywa mentorship program. Lakini pia wale wazee wakizeeka wanakuwa maobserver wa business. Hivi umeshaenda kwenye maduka ya Wahindi ukakuta kuna kibabu kimekaa hapo. Wewe ukifika mlokolo na kemea, katika jina la Yesu shindwa, toka shetani.
Utakuta kibibi kibabu kinakula kubeli kimekaa pale tu, kimetulia, kinasinzia tu hivi, kinaangalia. Kiza! Na kwa kweli ukifika namna vile walivyokauka ukiwa na imani ndogo unaweza ukafikiri sio mtu umekutana naye. Lakini ndio mwanzilishi, ndio mwenye maono. Anafanya pale observation. Na akitoka jioni anatoa maelekezo. Biashara iko hivi, biashara imeyumba hivi, ilikuwa hivi, nafikiri hivi. Yuko pale baba, haamki, haongei, ana observe. Anatoa hekima kwa vijana. Anahakikisha ana nature hicho kizazi mpaka akizimika. Hadaiwi hata senti ya mawazo. Wewe ni Saro inakutoka. Njoo Meku. Ambiliae. Tupeleke wapi? Too late time. Haiwezekani. Mimi kaka yangu alikuja nyumbani wakati fulani akataka kujenga. Na hakujenga tena mpaka leo. Akamwambia baba, naomba unionyeshe mahali pa kujenga. Na baba alikuwa katu hana hata nyumba hata yeye. Baba, tuonyeshe mahali tujenge nyumba. Baba akamwambia yule kakangu, nenda katafute juu ya mwembe, ujenge juu ya mwembe. Na kweli mpaka leo kakangu anatafuta mwembe, hajawahi kupata. Hajawahi kujenga mpaka kesho. Wanaume wa Kiafrika. Unajiuliza, wewe mwenyewe huna nyumba, unataka kujengewa, hautaki. Tukufanyeje? Unajua, wakati nilipokuja kubadilisha hapa kujenga, ilikuwa ni kupambana na mizimu na kutumia hila. Unamjengea mtu nyumba yake alafu unampa rushwa kwanza. Ushawahi kuona kitu kama hicho? Unampoza kwa hela kwanza aende kwenye mbege ili uanze kujenga. No way. That's the African culture. Lakini utakuta vibabu vya Kihindi, vibibi vimekaa hapa. Wakitaka kwenda kuinsert sijui wanatengeneza kiwanda. Siku kiwanda kimekamilika, kabla vitu vyote utaona kibabu kimeletwa, kinakuja hapo, kinatoa baraka, kinaangalia. Saa nyingine hata kina kumbukumbu hivyo. Lakini yupo anafanya mentorship program. Yaani unakuta mtoto wa kiume amemaliza chuo kikuu. Yeye akiamka asubuhi, mama yake wakati anaenda kazini au baba anamfuata kwenye gari. Oya, mami, vocha. Anapewa vocha. Mama anaenda kazini, anarudi jioni. Kama nyumba ina internet ikiisha, utakuta wale vijana wanauliza, mama, internet imeisha, baba, internet imeisha. Jaweka kifurushi. Sasa tunatumia smart TV saa nyingine. Okay, mama ana provide. Alafu anaenda kufungua kwenye friji. Mami, kwenye friji kumepungua. Nini hakipo? Sausage. Huyo ni mvulana. Sausage zimeisha mama. Sausage, unajua mimi niko likizo hapa, sausage. Hajawahi Jumamosi mama anaaga na baba. Tunakwenda Bagamoyo shambani. Tunakwenda kwenye site fulani. Tuna mafundi. Lenyewe linarudi nasema kuna program nafuatilia filamu. Anarudi ndani. Leo kuna mechi. Jioni mama nitakuwa na mechi kidogo, naomba kifurushi alafu tutakuwa na mechi. Yeye anaangalia friji, anaangalia television. Anauliza sausage zimeisha kwenye friji. Lakini hajawahi kuuliza swali, mama, naomba leo nipeleke kwenye kiwanja fulani nikajue mipaka yake. Hawezi. Huyo naye mtoto mdoli. Si mwana sesere huyo. Si Cinderella huyo. Msumeno anasema huyo zombie. Nikawaambia ninyi vijana, mtaanza lini kuuliza maswali ya maana? Unauliza sausage. Tena kwa fujo kubwa anauliza sausage. Alafu mnaondoka wote nani atapika hapa nyumbani? Ndio swali hilo. Isaka alijua visima vya baba yake viko wapi hata baada ya kwamba vimefukiwa. Kama kuna kijana aliyeko hapa na nisikia, this weekend anza kuuliza
Mama, unaenda kwenye site. Baba, unaenda kwenye site leo? Hapana, siendi. Mimi nitakwenda hata kwa bodaboda. Nikifika kwa jirani nitaulizia ile site yetu. Nataka kwenda kuiona. Nataka kwenda kuona. Angalau na hiyo akili ya kuelewa. Lakini most of them, they don't ask anything. Wamerelax. Hawana huo mpango. Yani hawana huo mpango. Kwenye banda la kuku ni kijana wa Morogoro, ni kijana wa kazi sio aliyotokea mkoa gani, ndiye anaingia kwenye banda la kuku, anatoka. Ana knowledge ya dawa, anajua namna kuweka maji kwenye banda la kuku, anajua kutoa, anajua nini. Wewe na wale kuku mko pamoja tu. Mnakohoa saa zote na kupiga chafya. Mnacheka mazuri hapo. Manake ama kuku ya kisasa yanapiga chafya. Utasikia huku kwenye banda. Kuku akipiga chafya kule unasikia na huyu mwingine wa kindakindaki mna ninafikiri I think I have some allergy. Hiyo allergy inayopata watoto wa siku hizi. Mbona sisi tulikulia kwenye nyumba ambayo ina viroboto, ina kunguni, ina jivu, ina moshi, ina kila kitu, hakuna dirisha, na baba na mama wako huko ndani, wadogo zetu wanazaliwa na tunaishi. How? Hivi kesho siwaamke uende makumbusho ukaangalia nyumba tulizokulia sisi jamani. Tunalala kwenye ngozi ya ng'ombe. Umo ndani kuna pikiwa, kuna jivu, kuna moshi. Huko juu darini kuna ndizi zinaiva. Hapa pembeni kuna ng'ombe, kuna kuku, kuna mabata, kuna paka, kuna mbwa. Kila mtu anatafuta oxygen na hakuna shida ya mfumo wa upumuaji. Nawaambia. Lakini hawa kwetu tumeweka viyoyozi, nyumba inafanywa, kuna tiles, hakuna vula. I think I have some allergy. Moiru wako mdumi, wana wosia. Dunia imeisha. Yesu urudi mapema. Oi. Kwa hiyo wapendwa, miradi yote iko pale nyumbani. Na this likizo naongea na nini? Excuse me. Naongea na ninyi kwa sababu kesho kutwa wanakuja wana likizo ndefu ya sensa, kwa taarifa yako. Hajui kukoroga, hajui kupanguza vumbi, akifisogelea tu. Mama, unajua na allergy. Njoo. Leta. Vile vidonge, ile spray, fru. Mtoto unapiga dawa kama unapiga. Siwezi hata kuongea tena, nimechoka mimi, nasikia hasira. Ngoja niwaambie wazazi wenzangu ya kwamba we need changes. Wako wapi watu wachache wanaokubaliana na mimi hapa? Wanaosema tunahitaji mabadiliko. Sema amina. Tunahitaji mabadiliko katika maisha yetu ya kawaida. Kwa namna ya tofauti. We need it. Sasa huyu unamsomesha, ukimaliza unampeleka China kwa degree ya kwanza au degree ya pili, unampeleka Uingereza, anaenda anarudi. How to connect? Anawezaje kuja kuconnect na maono ulio nayo kwenye maisha yako? Au unamwandaa akafanye kazi wapi na kwa nani? Muda wote alipokaa pale, hata skili ya wale kuku wanaomlipia ada, ng'ombe hajui kukamua, hajui kufagia banda la ng'ombe, hajui kuingia, anaogopa mo. Toto kubwa kabisa kama Msumeneti, anaogopa mo. Yesu. Mitoto ya kiume na ya kike wanaogopa ng'ombe. Hoiru wako mtonga. Jamani. Sisubutu. Naogopa mo, nikimuona naogopa mo. Tena hata hajui kusema ng'ombe, naye anaita mo. Unatoka chuo kikuu eti namuogopa ng'ombe. Kuna cha kwangu kilikuwa kinaogopa ng'ombe, nikanacho shambani kwa Bagamoyo, nikakifungia kule kwenye banda. Kilijikojolea, kikaamka, kikaelewa. Tambia utaelewa tu. Maziwa nyumbani unakunywa. Hapa unaogopa mo. Mwingine tukaenda naye shamba, anaona ng'ombe anakamuliwa, akafika nyumbani, hataki maziwa. Nikamuuliza kwa nini hutaki maziwa? Mimi sijai kujua kama maziwa ni ya ng'ombe. Ulifikiria ni ya nani? Mimi nakunywaga maziwa ya mtu.
Kwa hiyo ukitaka kumpa maziwa wanauliza, haya maziwa ni ya nini mama? Mpaka umwambie ya mtu. Ukimwambia amu anasema yananuka samadi. Watoto tunao nyumbani. Eti nakunywaga maziwa ya mtu, mimi sinywaga ya ng'ombe. Ya mtu, we mchawi. Life skill. Na mentorship program inaenda kwa miaka mingi. Haiendi kwa siku moja wala siku mbili. You need time. Kwa hiyo ningewaomba sana wazazi mambo mawili. Ibrahim umuonyeshe mwanao visima. Na Isaka ukubali kuunderstand visima na mipaka yake na mahali vilipo. Angalau uelewe. Ndio maana ikitokea bahati mbaya ya ajali, watoto wetu baadaye wanapoteza each and everything. So they don't understand. Hawaelewi. Kama anajua mjomba akiondoka nacho basi, kama anajua shangazi akiondoka nacho basi, kama anajua rafiki au chawa wanaozunguka na wewe baa masaa 24 akiondoka nacho basi. Nothing done. Umaskini unarudia pale pale. Family project. Kwa tulikuwa tunajaribu kujadiliana tulipokuwa Dodoma na mapadri wachache pale Dodoma juzi. Tukasema tunafanya nini? Kanisa linafanya nini? Ukiangalia takwimu ya skill ya uchumi duniani, haiwezekani bila family project. Ukirudi kwenye culture za Kiafrika, kuna hizo obstacle. Wazazi wasiotaka watoto wao wajue vitu na watoto wasiotaka kupokea vitu kwa wazazi. Alafu kuna wengine ambao wana akili ya bangi. Naye anakuambia, "Hai bwana, mimi naishi kibandido, naanza kivyangu vyangu. Kama mna mambo yenu ni ya kwenu, mimi naanza kivyangu." Ukimwangalia anaanza kivyake, hata saizi ya kiuno cha suruali yake hajui. Anataka kuanza kivyake. Saa zote ameweka hizo maspika, earphone kwenye masikio, mamziki. Hivi, mwendo hata hivyo. Anaanza kivyake. Yeye ruwa kumdumia. Ruwa. Lipi unaanza? Jambo gani unaanza? Alafu kuna na wengine wanajiapisha kabisa, anatoka nyumbani kwa hasira. Kuna mambo mengi ya kufanya. Ameenda kukaa kijiweni. Ameenda ghetto kwa washikaji. Mimi maisha yangu nimeamua kuanza maisha yangu. Maisha yako. Generation after generation. Ibrahim akamwachia Isaka. Isaka akamwachia Yakobo. Yakobo akamwachia Yusufu. Wewe unaenda kuanza kivyako. How? Unaanzaje kwa mfano? Unaanza maisha yapi? Kama vitoto vya kike navyo nasema naenda kuanza maisha yangu. Unakutana na muuni tu. Unafikiri umeanza maisha ya kwako. Lakini kiukweli hayako hivyo. Angalia sana vitu vilivyoko nyumbani. Family project. Sasa tukakaa na mapadri kule Dodoma juzi. Tukaangalia, tukafanya tathmini ya uchumi wa dunia, na baada ya COVID-19 wale mapadri tukakubaliana kwa kweli kuna haja ya kuwa na some dream centers, vituo vya malezi ambavyo vitaconnecti wale wazazi ambao wameshaanza project, watoto wanapomaliza university wapate nafasi ya kwenda at least training kuhusu dream ya familia kwa yule ambaye anaonekana ana mwelekeo. Na labda kesho asubuhi nitafundisha vizuri. Isipokuwa usifikiri ya kwamba lazima kila mtoto awe na mwelekeo. Wengine ni wakulazimisha. Sio kila mtoto anaweza kuwa na mwelekeo hata kidogo. Wengine ni wakulazimisha kwa bakora, kwa lazima, kwamba lazima uelewe hili jambo. Kwa hiyo tukafikiri wale tunaweza tukawa na muda wa malezi wa kuconnect dream ya familia, family project iweze kuconnect na moyo wa huyu mtoto, ili aelewe ya kwamba hapa ni maisha yangu na afahamu. Mzazi awe willing, na mwalimu hiyo kwenye hiyo mentorship program ni mzazi pamoja na padri au mchungaji ambao wanaweza kusimama kwenye hiyo program kumsaidia ili aelewe, na kusaidia wazazi wajue kwamba wanahitaji muda mrefu wa kufanya mentorship program kwa watoto. Musa alimuandaa Yoshua miaka 40. 40 years anaandaliwa mtu mmoja. Kumuandaa mtu
People, they are not born. Yani watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. People, they are made. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.